Arisha hiyo video kwa sababu kumekuwa na video kadha wa kadha za wanafunzi ambao wamehitimu chuo kikuu wamemaliza. Lakini kuna video moja ilikuwa inasambaa kipindi cha nyuma kidogo. Huyu mwanafunzi alikuwa anasema amemaliza kweli, anataka kwenda kwenye soko la ajira, lakini amekuwa akitegemea sana mitandao ya kijamii kwenye masomo yake. Je, hii ni tishio kwenye soko letu la ajira? Kama vijana wametegemea sana mitandao na teknolojia kurahisisha mambo na hata masomo yao. Kulingana na vile mimi ninaona ni dunia inaenda ikibadilika. Kwa hivyo kuna kazi ambazo zitabadilika na vile unapata kazi. Kitambo ilikuwa unaandika CV, unaenda kwa ofisi, unapanga line, unapatiana. Lakini siku hizi kuna mitandao ya kijamii ya kazi kama vile LinkedIn, kama vile Facebook, ambazo unaweza kupata kazi. Kile ninasema na nitasisitiza ni kwamba mikakati, the policies, zinafaa, they should favor hiyo the change in technology. Teknolojia ikibadilika, inapaswa that we change with the times. Kwa sababu ile mambo tunaona siku hizi in 2025, by the time ilikuwa hata 2002 hayakuwa. Kwa hivyo hatuwezi sisitiza kwamba vijana wanafaa watafute kazi na njia za 2002 wala na tunaona watu wanapata kazi katika mitandao ya kijamii. So instead of kufungilia, inafaa kuwa policy shift ambapo tunapata tunasaidiana utendakazi ambao umekuwa and ile hamu ya kufanya kazi ambayo each Kenyan has inapatana na a comfortable space kama social media ambapo tuna discover talents kama vile tumeona sasa. Na wewe kama mtaalam, je, unahisi kwamba kuna athari yoyote ya kama serikali ya Kenya kutegemea kikamilifu teknolojia? Teknolojia iko na itaendelea. Kile nitasema ni haturudi nyuma. Hakuna kitu itabadilika yenye tutarudi miaka 5 au miaka 10 iliyopita yenye teknolojia ilikuwa haikuwa ya AI. Itaendelea kuwa, itaendelea kama nimeona saa hii China wame release cinema ambayo imetengenezwa completely by AI. Kwa hivyo tools kama hizo zinasaidia. The best thing na ile kitu inafaa ni tuunganishe the experience na ile utendakazi ambao umekuwa na, tuseme generation hiyo imepita ambao wako kazini sahi, watuonyeshe na watu instill na hiyo viga ya kufanya kazi, lakini tuendelee kushikana na teknolojia ambazo zinaibuka kwa sababu haturudi nyuma. Tutaendelea kusonga mbele, teknolojia itaendelea kuwa bei nafuu na itaendelea kusukuma biashara kufanyika. Kwa hivyo tukijenga systems around emerging technologies, hatutapatikana nyuma ati tunangoja ama tunangojea mtu mwingine. Ni sisi kwa sisi ku develop hizo policies, kuwa at the front line, kufanya research, kubadilisha curriculums mashuleni ili wanafunzi wakue at the very beginning wako na hiyo ujuzi huo. Naam, pengine kwa faida tu ile mtazamaji, tusaidie kuelewa ni mchango gani ama tofauti gani ambayo imeletwa na teknolojia, ama teknolojia imechangia vipi katika ukuzaji wa sekta mbalimbali, sekta elimu, sekta ya afya. Nimetoka kusoma taarifa kwamba kwenye sekta ujenzi pia teknolojia imeweza kukumbatiwa. Tueleze kwa kifupi katika hizi sekta mbalimbali mchango wa teknolojia umekuja vipi? Kwa mfano niko na kampuni inaitwa Keja AI na tunatumia teknolojia kusaidia wenye manyumba kufuatilia kodi, kufile returns na KRA, all wakitumia simu yao. Hakuna ile kwenda kupanga laini. Kwa hivyo tumeleta teknolojia kwa simu na tunatumia mtandao wa WhatsApp ambao kila mtu Kenya anaitumia. Asilimia 96% of Kenyans wanatumia WhatsApp.
and that hivyo ndio data inaonyeshana. Kwa hivyo tunaendelea kukua more technological, na kwa hivyo inabidi to shift. So kwa mfano sekta za ujenzi, teknolojia inasaidia kutrack utumizi wa fedha. Kwa hivyo sasa kama the health sector, patient anaweza book appointment, anaweza pata diagnosis, anaweza pata prescriptions wakitumia tu AI. Si lazima watoke waende mahali. Kwa hivyo AI, kama sisi kampuni yangu tumeunganisha na WhatsApp. Kwa hivyo kila mtu anapata huduma alipo, haendi mahali kwingine. So inabidi innovative solutions, kwa sababu pia hatuna hiyo infrastructure ya complicated artificial intelligence as at now, lakini tunaendelea kuijenga, na tunaendelea kuleta localized solutions for the masses. So ikiwa ni solution ambayo iko localized na inatumika mahali wa Kenya tayari wako comfortable, tumseme kwa mitandao za kijamii kama WhatsApp, Facebook, inamaanisha that watu wana access AI bila hata kujua. Yeah. Na pengine ina umuhimu gani, mbali na ulivyosema kwamba asilimia kubwa ya watu wanatumia simu za WhatsApp, kwa sababu kuna baadhi ya wenye nyumba ama wamiliki wa nyumba bado wanabishia wapangaji kuitisha kodi ya nyumba. Unawaambiaje watu kama hao ama wamiliki kama hao, na kuna umuhimu gani wa kukumbatia teknolojia kama hiyo mlionayo? So kwa mfano kama we ni mwenye nyumba na unafuatana bado na watu mambo ya kodi na nini, bado tunabishiwa huko nje ama sisi ndo tunaishi sehemu ambazo inamaanisha kwamba kuna there's a disconnect mahali. Either nafasi za ama uwezo wa kulipa kodi haupo, ama umedidimia, ama kuko na miscommunication. Kwa hivyo kile tunafanya na Keja AI ni tunafanya communication iwe convenient. Kwa hivyo ukitaka usaidizi, tuseme stima yako imelipuka, ama kuko na issue ambayo unataka isotiwe kwa nyumba, tumetengeneza platform ambayo unaweza communicate na landlord wako, lakini una communicate na AI ambayo tumetengeneza. Kwa hivyo inarahisisha kazi ya mwenye nyumba, inarahisisha, anapata communication, anajua kile kinaendelea kwenye plot hata kama hayupo karibu. Anapata report kila mwezi ya kujua kodi imelipwa hivi, hii ndo ninafaa ni remit to KRA. Kwa hivyo tuna support also the economic growth ya nchi yetu through supporting the rental income space. Kwa hivyo teknolojia inaweza tumika kwa mambo mingi. Pia tumeconnect na county services. Kwa hivyo ukiwa na shida kwenye plot, kama ni polisi, moto, au unahitaji ambulance, tumeitengeneza such that AI inapigia the relevant county services, alafu unasaidika. Pengine tueleze hiyo inafanya kazi vipi? Bila kuwa too technical, basically kile tumefanya ni tumetengeneza an AI agent ambayo iko kwa WhatsApp. Kwa hivyo iko na prompt, uki-request emergency services, inakuuliza kama ni police, fire brigade, ama ambulance, and then we've connected with the 999 number. We're also tunajaribu kuconnect na county services za county zinginezo ambazo tumepata changamoto kidogo, lakini tuna matumaini tutafaulu. Lakini the main point is to make it easier for wanaoishi kwa hizo manyumba, shida ikitokea they can get services as quickly as possible. Yeah. Kwa hivyo nyinyi mnafanya kazi kwa karibu na wamiliki wa nyumba? Yes, kwa umiliki wa nyumba, but apart from that pia tunatengeneza solutions za kampuni za kusafiri, madaktari, dentists, tunawatengenezea solutions ambazo wanaweza pata umiliki, kujua patients wao wanahitaji nini, all through AI. Kwa hivyo
na patients wao hawatoki kwa WhatsApp, iko built ndani ya WhatsApp. Yes. Na mtu mwingine ambaye pengine mmiliki wake wa nyumba bado hajapatana na watu kama nyinyi, na angetaka hizi huduma zingine kama hivyo ulivyosema kwamba unaweza ingia kwa WhatsApp na upate kuweza kupata huduma kama huduma za kwanza endapo pengine umegonjeka, kitu kama hicho, mtu anaweza pataje huduma kama hizo? Tuko na website yetu na tuko na namba yetu, unaweza tupata through email. Nilivyosema, teknolojia hii iko na complications na changamoto zake, lakini inarahisisha kazi. Kwa hivyo iwe kama ni mtu mwenye ako na event planning business, tunamsaidia. Iwe ni mtu ako na bakery, tunamsaidia. Iwe ni mtu anauza vitu kama kunji, tunawasaidia. Kwa sababu the goal ni mtu akiwa mbali na anahitaji unachouza, anaweza kufikia mahali popote ambapo upo. Je, kuna mbinu ama kama hazipo, ungependekeza mbinu kama gani ziweze kuwepo za kuhakikisha kwamba hatusazi watu wengine nyuma, kwamba sisi sote tunasonga pamoja, kwa sababu kama jinsi ulivyoelezea kwamba haturudi tena nyuma. Ile mitindo ya kizamani ya kwamba unataka kupitisha ujumbe uende ukachukue moto ucheche moshi ufikishe ujumbe mpaka sijui wapi, haturudi huko tena. Je, ni mbinu gani ambazo ungeweza kupendekeza, na je hizi mbinu zipo za kuhakikisha kwamba hatusazi mtu yote nyuma? Nitaendelea kusisitiza kwamba inafaa iwe national policy ya kwamba technology and AI yafaa kwa mbele na kati, front and center, ili tuweze kupata maendeleo, ili tuweze kupata skills, kwa sababu ile kitu pia tunapata ni kuna ule upungufu wa zile skills za AI, na masomo yapo, ni vile wacha niseme tu kwa ufupi, we need to be competitive, na tukiendelea kutengeneza policies ambazo zinasaidia na ubobeaji wa AI, tutakuwa kipaumbele, tutakuwa competitive, tutakuwa nafasi ambayo tuna shine as a country, as a nation, as a people, as a youth. Je, ni jukumu la nani kuhakikisha kwamba watu wanaelewa teknolojia ipasavyo? Sisi sote. Kama mtu binafsi, you have to be interested in it, and then with support from policy makers, with support from the government, with support from educational institution, yani yale majukwaa ya masomo, then everyone, lazima kila mtu achangie katika utenda kazi na kusukuma nchi mbele. Je, unahisi kwamba mitandao ya kijamii inatumika vibaya? Nitakwambia sababu kwa nini nimeuliza ile swali, lakini sasa unijibu ile afu nikuulize lingine. Ndio na hapana. Like I said, kila teknolojia iko na uzuri wake na ubaya wake. Kuna wale ambao wanatumia hii AI kufanya fraud, kuscam watu. Kuna ambao wanatumia kukuza biashara. But like nilivyosema, mikakati na policies ambazo ziko inafaa zisiwe zinafungilia na zisiwe tena zinaachisha ukuzi wa hiyo sekta. Lakini niambie kwa nini? Kwa sababu kumekuwa na mapendekezo kwamba serikali ilikuwa inapendekeza iweze kudhibiti mitandao ya kijamii ama kuregulate mitandao ya kijamii, kwa sababu kumekuwepo na kesi za matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Kwanza pengine unazungumzaje hilo swala, tukianzia hapo kwa kudhibiti mitandao ya kijamii? Personally, free speech is important for any society. Every society inahitaji hiyo uwezo wa kujiongea na kujiexpress. Mwishowe mi ninaona it comes down to the individual. Kwa sababu tools ziko,
kama upeleke mtu shule, anaweza amua asome ama asisome. Unaweza patia mtu opportunity, anaweza itumia ama asiitumie. Kwa hivyo ikifika ni sasa the individual person, mtu binafsi, kuna mahali unafaa